Nitapita kwa ufupi sana. Tutakuwa na maeneo matatu tu ya muhimu. Tutakuwa na eneo linaitwa itifaki ya sare za Chama cha Mapinduzi na Umoja wa Vijana. Tutakuwa na eneo linaitwa itifaki ya bendera za Chama cha Mapinduzi, na tutakuwa na eneo linaitwa itifaki ya mapokezi ya viongozi. Viva vijana, viva! Viva vijana, viva! Lakini pia nitamalizia, naomba nianze nayo kabisa, itifaki ya utambulisho. Mimi wakati nazungumza hapa, mwenyekiti, umeona nimetaja wewe na wanaofuatia, alafu na washiriki, alafu mwisho nikamalizia mabibi na mabwana, habarini za mchana. Mlisikia hatuna neno itifaki imezingatiwa kwenye Umoja wa Vijana Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo mtu akizungumza, natambua uwepo wa mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Songwe, natambua uwepo wa katibu wa Umoja wa Vijana wa wilaya ya Mbozi, Haji Shahabani Mwalimu, ulitamka hilo jina lazima uwe umekula tende. Lakini ukitambua na wengine wote hapo ukasema itifaki imezingatiwa, ni kosa. Hatuna neno itifaki imezingatiwa. Tuna mabibi na mabwana. Aidha utasema habari za mchana, lakini najua wale waombaji wa kula huwa mnaanza na shikamoni wakubwa zangu kwenye uchaguzi. Najua shikamoni nyingi zinapatikana kwenye uchaguzi. Wadogo zangu marahaba. Ruksa yote hiyo. Lakini ukiona hiyo haitoshi, unaweza ukaweka neno inaitwa, ukaanza na salamu ya dini, asalamu alaykum, au Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiona pote hutaki kwenda, unaweza ukaimaliza tuna Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Itikieni basi, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Eneo lako limekwisha. Sasa na hiyo itifaki inazingatia muda. Inazingatia muda wa tukio. Na hapa sisi wenyewe tumepeana muda. Ni dakika 10. Na mimi nitapiga haraka ili tusiende sana. Sasa ukishaona kuna msururu mrefu wa viongozi, mtambue mgeni rasmi. Mfano, ndugu mwenyekiti wa Umoja wa Vijana Senate na vyuo vikuu mkoa wa Songwe, meza kuu, mabibi na mabwana, habari za mchana. Umemaliza. Hakuna mambo mengi. Na kwa nini tunawekewa hiyo? Kwanza inaangalia muda uliopewa kwa ajili ya kutoa salamu, aidha somo kama hapa. Lakini pia inakurahisishia wewe kutambua meza kuu yote. Hakikisha unawatambua watu wote kwa vyeo vyao na majina yao. Hapo vipi? Mmenipata vizuri? Hapo vipi? Hapo vipi? Vijana vijana ra. Kwa hiyo hilo ni neno la kuzingatia. Mkiwa kwenye vikao vyenu, katibu wa hamasa wa serikali na vyuo vikuu, maliza, mimi nimkaribishe mwenyekiti. Inaruhusiwa. Sijui mmenipata? Yaani kama hataki mambo mengi, hapa hamasa angepiga, akatamka wote hapa, akatamka alafu akamkaribisha katibu, na akimkaribisha aseme kwa ajili ya kumkaribisha mwenyekiti. Anasema kwa ajili ya utaratibu unaofuata. Hapo vipi? Hapo vipi? Yani wewe ukimaliza kazi yako usiseme linalokuja. Watu wanaweza kuwa wamebadilisha pale, mwenyekiti na katibu wamebadilisha agenda. Ikitoka hii inaingia fulani. Itifaki ya ukaaji tulivyokaa hapa. Mimi nagusa ile maeneo muhimu ili asiwachanganye huko mnakokwenda. Mwenyekiti au mgeni rasmi anakaa kiti cha katikati ambacho amekaa sasa hivi hapo. 5, 7, 9, 11. Hapa sisi tumeweka vitu vingapi? Nisaidie. Makatibu nyinyi ndio wataalamu. Vitu vingapi mbele hapo? Nashinda kuona nyinyi hapo. Amuoni vitu vingapi? 7. Viko vingapi? Kwa hiyo sisi tumekaa itifaki ya ngapi? Ya ukaaji inaitwa 7. Si ndio?
Tukiweka 9, kiti cha katikati ni cha mgeni rasmi au mwenyekiti, na mwisho ni 11. Sasa siku hizi watu hawapendi limsululu lirefu, wanaweka 3, 5, 7 kama siku ilivyokuwa tumeishia 7. Yaani 7 mmebanana sana, wageni ni wengi. Hapo vipi? Hapo vipi? Hapo vipi? Haya, baada ya ukaaji huo tunao wajumbe wa kamati ya uratibu kwenye matawi. Nyinyi mna wajumbe wenu, wale wanakaaje? Mapokezi ya mgeni, nyimbo ya mapokezi ya mgeni ni Chama chetu cha Mapinduzi, na ndio tutakayoimba wakati mgeni wetu anakuja. Hapo vipi? Nyimbo nimo, zingine zote ni mwemwe. Hapo vipi? Nyimbo ni moja. Chama chetu cha Mapinduzi chajenga nchi, Chama chetu cha Mapinduzi chajenga. Mwenyekiti, mbona muitiki? Mwenyekiti, 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 namkondya, namkondya. Tunza binti. Sisi oye. Hapo mmemaliza. Na mnakadiria, kisha simama, sisimame muda mrefu. Mnapiga labda vesi moja, mnavuzia ya pili. Mkiona mnapiga ya 3, anaanza kuangalia kiti chake, mnajiongeza, mnaanza kupiga vigegele. Apigwe, apigwe. Mwenyekiti akishasikia vigelegele hivyo, anakaa. Anajua ule wimbo umefanya nini? Umekwisha. Hapo vipi? Hapo vipi? Hapo vipi? Itifaki Itifaki la. Haya, anayekwenda kumpokea mgeni rasmi wakati ndio gari inafika, wa kwanza kwa mfano kwenye shughuli hii shughuli si hawa vijana wa seneti vya vyuo vikuu, ni mwenyekiti wa seneti vya vyuo vikuu ndio atakuwa wa kwanza pale mlangoni. Mmenipata vizuri? Mimi ukatibu wa mkoa nitakuwa namba 2. Mmenipata? Anayefuatia ni katibu wa seneti na viongozi wengine, kwa namna mnavyofuatana kwa nafasi. Hamasa, wale wajumbe wanapangana tu na jinsia ikizingatiwa. Tusiende kule wanaume tu wakati na wajumbe wa kike wapo na wao ni viongozi. Tukimaliza pale, mwenyekiti anaongozana na mgeni wake mpaka kwenye meza kuu, na ndivyo atakavyofanya leo. Hapo vipi? Hapo vipi? Hapo vipi? Hapo vipi? Haya, kingine namalizia sasa. Mwenyekiti pamoja na viongozi wote, naomba nigusie kwenye mavazi. Kuna changamoto kidogo hapo. Nadhani juzi tu tulikuwa na baraza kuu waliongewa mambo ya mavazi, lakini makatibu wa mikoa na makatibu wa wilaya walifundishwa mavazi kwenye kambi maalum kule Tunguu Zanzibar. Mavazi ya umoja wa vijana, mavazi ya umoja wa vijana Chama cha Mapinduzi. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Ni shati la kijani lenye nakshi ya njano. Hayo ni mavazi ya Chama cha Mapinduzi. Hapo vipi? Nakshi ya njano. Yaona hapa aliyevaa nakshi leo. Hayo ni mavazi ya chama. Suruali nyeusi na kiatu cheusi. Sasa yanavaliwa wapi? Kwenye vikao vya chama, au ugeni au hafla, inakupasa uvae mavazi rasmi ambayo itakuwa ni juu na chini shati la kijani na chini suruali au sketi nyeusi. Vazi hili linatakiwa kuvaliwa kipindi chote cha vikao na mikutano maalum. Katibu wetu wa wilaya ya Ileje kwa alikuwa amevaa kimkakati. Niseme nisiseme? Mmemuona Katibu wa Ileje?
Katibu la